احفظ كتاب الله والتق خيرنا فالحافظون له هم الأخيار. اقرأ باسم ربك الذي خلق. Soma kwa jina la Mola wako mlezi aliyeumba. Elimu ya dini ni msingi wa maendeleo ya mtu binafsi na jamii kwa ujumla. Inajenga maadili mema, kuleta amani ya moyo, amani ya nchi, kuimarisha mahusiano ya kijamii na kuwaongoza watu katika njia iliyo sahihi na ya uadilifu katika maisha yao ya kila siku. Katika programu hii ya kidato cha 4 tulikuwa na masomo takriban masomo 7. Ilikuwa kuna Qur'an, kuna tauhid, kuna hadith, kuna fiqh, kuna tarbia, Arabic na sira. Tulipoanza programu hii ya form 4 tulikuwa na wanafunzi ambao walikuwa wanaanza kabisa alif. Kwa bahati nzuri waliweza kusoma misingi ya usomaji wa Qur'ani na wakamaliza na kuanza kusoma Qur'ani. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Baadhi wengine wameweza kuhifadhi mpaka juzuu 2, wengine juzuu 3, wengine juzuu 5 na wengine juzuu 9. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yuriduna liyutfi'u nura Allahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Programu hii walillahi alhamd ni programu ambayo imeendeshwa kwa miezi 4 kuanzia Januari mpaka Aprili mwaka 2025. Tulibahatika kuwa na wanafunzi 40, 22 wakiwa ni watoto wa kike, wanafunzi 18 wakiwa ni vijana wa kiume. Kutokana na changamoto mbalimbali ambazo zilikuwa nje ya uwezo wao, lakini pia zilikuwa nje ya uwezo wetu, na walillahi alhamdu tumebahatika kukamilisha programu hii na wanafunzi 30, na walillahi alhamdu masomo hayo walikuwa wakifundisha walimu wetu wabobezi, na wengine tukiwa nao ana kwa ana na wengine wakiwa nje ama wakifundisha kwa njia ya mtandao, yani online. Tauhid ni kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada zake, na tauhidi ndio msingi wa kuumba binadamu. Pale ambapo Allah subhanahu wa ta'ala alimuumba binadamu, alimwamrisha kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada zake, na ibada ni kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala anakipenda na anakiridhia katika kauli na matendo yaliyosiri na yaliyo dhahiri. Katika sira, tukio ambalo tumejifunza na ambalo limenigusa ni pale ambapo Mtume alipoenda Twaif akapigwa mawe na watu wa Twaif, na baada ya hapo Allah subhanahu wa ta'ala akatuma malaika wa milima wakamuulize, ewe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuwafanye nini watu hawa? Lakini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakuwa na hasira, alikuwa anajua anachokifanya. Akamwambia kwamba watu hawa ni wasamehe, na pia akawaombea dua. Kabla ya kujiunga na programu hii nilikuwa na hofu kidogo kuhusu kuhifadhi Qur'an, lakini pia sikuwa na uhakika kama nitaweza. Lakini sasa baada ya miezi michache nimegundua kuwa sio tu nimehifadhi sehemu nzuri katika Qur'an, lakini pia nimejenga uhusiano wa karibu sana na kitabu cha Allah. Akili yangu imefunguka, na zaidi ya yote moyo wangu umetulia na kupata amani isiyoelezeka ninaposoma na kukumbuka maneno ya Mola wangu. Nilikuwa sipati muda mzuri wa kufanya muraja wa Qur'an kutokana na mambo mbalimbali, kwa mfano masomo ya shule, kucheza game na kucheza mpira. Hivyo baada ya kujiunga katika programu hii, the main focus ilikuwa ni dini. Hivyo nikapata muda mzuri, na alhamdulillah sasa hivi nimehifadhi juzuu 2 na natarajia kuongeza zaidi. Kutokana na programu yetu hii ya Zadi, kuna maadili tofauti ambayo tunayapata ambayo hapo mwanzo hatukuwa nayo. Kwenye mavazi na stara, tunajua vazi la sharia kwa mwanaume na mwanamke. Katika kipindi chote hichi walimu wetu wameweza kutufundisha kuheshimiana sisi kwa sisi. Japo tupo rika moja, lakini tunaweza kuheshimiana kwa kiwango kikubwa zaidi. Tunaona walimu wetu wanatujali kwa hali
kubwa, yani kwa kiasi kikubwa sana. Kwenye shida tunasaidiana, tunapoumwa wanatusaidia. Mtu akiwa na tatizo unajua ni vipi vya kulitatua, mpaka mtu unajihisi hapa niko sehemu sahihi kabisa na nimefika sehemu sahihi kabisa. Hakika ya kwamba wale wote ambao wamekaa tu mtaani hawana kitu cha kufanya, mambo mengi wanakuwa wanakosa, hasa kidini, kumjua Mola wako, kutambua elimu ya dini ya Kiislamu. Na alhamdulillah kwa sasa nina juzuu 10 na katika masomo nipo level ya advance, na alhamdulillah kwa kile nilichokisoma ZAD kimeweza kunifanyia mwongozo katika maisha yangu, kama kuwa na tarbia, kujua lugha ya Kiarabu. Napenda kuwashukuru wazazi ambao wamejitolea pakubwa sana katika kuwahimiza watoto wao, wamewaleta katika program ya masomo ya dini, na hii inaonyesha umuhimu na kuzingatia kwao elimu ya dini. Na program hii alhamdulillah ilijikita zaidi katika kuwajenga watoto kimaadili katika elimu ya dini ambayo itawaongoza katika maisha yao, na tunafahamu hiyo ndio njia pekee ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam alitumwa kuja kuiongoza jamii kupitia elimu hii ya dini ya Uislamu. Tunatoa shukrani zetu za dhati kabisa, hasa watu ambao wametusupport, kutushika mkono kuifanikisha hii program. Nipende kuwashukuru walimu, Allah awalipe kheri walimu wetu, lakini vile vile napenda kuwapongeza na kuwashukuru wazazi ambao tulishirikiana, kwani bila wao tusingewapata hawa vijana. Lakini pamoja na hayo yote, nitoe wito kwa wazazi kwamba ZAD Education Center tunatoa hizi program mbalimbali kwa vijana waliomaliza kidato cha 4, na inshallah kwa wanafunzi ambao watakuwa wanamaliza kidato cha 6, vile vile kwa wale ambao watakuwa wanamaliza class 7 kuweza kunufaika na hizi program zetu za elimu ya dini, na hata wanafunzi ambao wako katika vyuo vikuu, kwani katika ZAD tumejipanga walillahi alhamd katika kueneza elimu na maarifa ya dini, kwani kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahala Allahu lahu bi tariqan ila janna, yeyote atakayeshika njia ya kutafuta elimu basi Allah atamfanyia wepesi njia ya kuingia peponi, kwani atakuwa mtu huyo ni mwenye maarifa. Wa qur rabbi zidni ilma.